Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atasikia maombi yetu, hiyo ni namba 1. Atatusamehe dhambi zetu, anasema katika huo mstari wa 14, na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo Mungu atatusamehe dhambi zetu, lakini endapo kama tumetimiza upande wetu. Bwana asaidie sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mkataba. Sasa mkataba ni mzuri, maana tukiandikishana wote wawili, mmoja anachukua kopi, mwingine anachukua kopi, lazima yeye mmoja apeleke kopi na mwingine abaki na kopi, ili kwamba wakati yule anainuka labda, basi lazima na mimi nirejee kwenye mkataba. Mkataba unasema nini? Mkataba unasema lazima unyenyekee, lazima uombe, lazima utafute uso wa Mungu, lazima kuacha njia mbaya, lazima kushika sheria za Bwana. Sasa ukifanya hayo yote, Mungu kwenye kiti chake cha enzi anasikia maombi yako. Mungu kwenye kiti chake cha enzi anasema atatusamehe dhambi zetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana huwa tunakiri mbele za Bwana. Mtu akija anataka kuokoka, huyo mtu anayetaka kuokoka lazima akiri. Akishakiri, tayari mkataba umeandikwa, tayari anapata haki, tayari ni mrithi, tayari mkataba umeshaandikwa. Kwa hiyo ana haki zote sasa za kudai haki yake kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaichagua nyumba na kuitakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiendelea kusoma hapo utaona Biblia inasema kwamba anaichagua nyumba, kwa maana ya nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana inawezekana ikawa ni madhabahu hii, au wewe mwenyewe ni nyumba ya Bwana, wewe ni jengo la Bwana. Kwa hiyo sasa Mungu, kwa sababu umetimiza yanayokuhusu au ya upande wako, na yeye anasema anaichagua nyumba na kuitakasa. Sema amen. Amen. Mtu wa Mungu sema amen. Amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaichagua nyumba na kuitakasa. Yaani anakuchagua wewe, maana wewe ni nyumba ya Bwana. Wewe ni hekalu takatifu la Bwana. Wewe ni jengo la Bwana. Kwa hiyo sasa anaichagua. Kwa hiyo anaichagua katikati yetu. Mfano watu wamekaa namna hii, lakini sio kila mtu mahali hapa Bwana amemchagua na kumtakasa. Ni lazima utimize agano, ili kwamba Mungu sasa naye anapoangalia agano anajua mtu huyu ananidai. Sasa Mungu hataki kuwa mdeni, lazima Mungu atimize. Akishatimiza upande wake, basi Mungu anakuwa huru. Sema amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi watu wa Mungu kufanya upande wetu ili kumdai Mungu, kwa sababu hatuwezi hata kumdai Mungu. Utashangaa unatenda, Mungu anakutendea. Unafanya, Mungu anakutendea.